maisha yako kuna urejesho. Bwana ako na mipango mizuri juu ya maisha yako. Bwana ako na mpango mwema juu ya maisha yako. Ninajuaje? Ni kwa sababu uko hapa. Na wale ambao tuko hapa jioni ya leo, kuna mambo mazuri yanaenda kutendeka katika maisha yetu. Na kwa hivyo mwanamke ambaye tumesomewa habari zake, ambaye alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12, mama ameteseka, baba ameteseka. Na ujue ya kwamba mama ama mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu isivyo kawaida hakuruhusiwa kwenda mahali kuna watu. Alikuwa anaonekana mtu asiyefaa, alikuwa mtu ambaye alionekana najisi. Hakuruhusiwa kwenda mahali kuna watu. Hata wakati alisikia Yesu anakuja, Yesu ako na mkutano, ilimaanisha aende kinyume na protocols, aende kinyume na mipangilio ya wanadamu, kwa sababu haruhusiwi kutengamana na watu. Lakini akaamua liwe liwalo. Nimeugua kwa muda mrefu, nimesikia habari za Yesu, vile vile anaweka huru, vile wale watu ambao wamekutana naye wako na ushuhuda. Natangaza katika jina la Yesu Kristo ya kwamba jioni ya leo ni jioni ya ushuhuda. Ni jioni ya ushuhuda, ni jioni ya matendo ya Mungu, ni jioni ya matendo ya Jehova. Kile ambacho kimekuwa ni kizuizi kwa sababu ya neno la Mungu kinaondoka. Sema haleluya. Mama alikuwa na vizuizi vingi. Kuna watu ambao wanakuwa na kuna vizuizi ambazo zinawazuia kupokea miujiza yao. Na kizuizi inaweza kuwa ni wewe mwenyewe, hauamini ya kwamba inawezekana. Ningependa jioni ya leo ujue ya kwamba kama hii mkutano iliwezekana, mtumishi wa Mungu akasikia sauti ya Jehova, akaachana na mambo yako, leta watu wako pamoja. Wakati Mungu anapoleta watu wake pamoja, ako na makusudi. Na kusudi la maana sana ni ili aweze kukutana na maisha ya watu wake. Na leo hii Jehova anaenda kukutana nasi. Mama aliamua, nitaenda kwa mkutano, nitaenda kwa mkutano. Na watu walikuwa wengi, watu walikuwa wengi. Mkutano wa Yesu, watu walihudhuria, walikuwa wengi. Watu wa kila aina walikuwa pale, watu wa tabaka mbalimbali walikuwa pale. Wakati mama alitoka nyumbani na alitoka kwa imani ya kwamba lazima nimuone Yesu siku ya leo, hata asiniwekelee mkono, lakini niguze vazi lake. Huyo mama alikuwa na imani kali. Siku hiyo kuna watu aina 4 walimguza Yesu. Watu aina 4 walimguza Yesu. Kikundi cha kwanza ni wale ambao walimguza Yesu waone amefaa material ya aina gani. Material Kiswahili ndio hiyo. Wasikie ndio hiyo material yake ni aina gani. Waguze tu wasikie material ni aina gani. Hicho ni kikundi cha kwanza ambao walimguza Yesu. Kikundi cha pili ni wale ambao walimguza Yesu wakaambia wengine, nimemguza. Haleluya. Uko kwetu
kuna jamaa mmoja alisalimia kiongozi ambaye alikuwa prime minister, akasema hiyo siku na siku ambayo inafuata hata nawa mikono. Jua amesalimia mtu mkubwa hata nawa mikono. Apostle, unakumbuka vizuri, hata nawa mikono. Nimemgusa. Na kuna kikundi hapa kilimguza Yesu, wakaambia wengine nimemunguza. Haleluya. Wakati wanatoa ripoti kule, aseme mimi nimemunguza, nilimkaribia. Kikundi cha tatu ni wale walimsukuma, walisukuma na wengine, wakasukuma na wengine, wakamfikia Yesu wakamguza. Lakini wanne ni huyu mama ambaye alitoka nyumbani akiwa ameamua. Sijui umetoka nyumbani ukiwa umeamua aje? Sijui kama umetoka nyumbani ukiwa tayari kukutana na nguvu za Mungu. Sijui kama umetoka kwako ama mahali umetoka ukiwa umeamua katika moyo wako ya kwamba leo hii lazima maisha yangu ibadilike, leo hii lazima hali yangu ibadilike, leo hii lazima mambo ibadilike katika familia yangu, leo hii lazima mambo ibadilike katika biashara yangu, leo hii namwamini Jehova ya kwamba ninapoenda kusikiza neno la Mungu milango itafunguka. Na Isaya 22 mstari wa 22 Bible inasema akifungua hakuna wa kufunga. Watu wa Mungu, Bwana akifungua mlango hakuna anaweza kufunga. Akikufungulia mlango, Jehova akifungua hakuna anayeweza kufunga. Na jioni hii ya leo ningependa tuamini ya kwamba milango inaenda kufunguka kwa sababu yetu, inaenda kufunguka kwa ajili yetu. Milango itafunguka kwa ajili ya watoto wetu, milango itafunguka, milango ya huduma itafunguka, milango itafunguka kwa jina la Yesu Kristo. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Yesu ambaye tunamhubiri anafungua milango. Yesu ambaye tunamhubiri anatengeneza njia mahali hakuna njia. Yesu ambaye tunamwamini na tunamhubiri ni Yesu ambaye anafanya mambo ambayo wanadamu hawawezi kufanya. Huyu Yesu ametutoa mbali, na kama ametutoa mbali, hata wewe anaweza kukutoa mbali na akakupeleka mbali. Sema haleluya, sema haleluya. Nguvu zote ni zake. Anajua kila kitu, hata anajua kwako, anajua hali unayopitia, anajua mapito yako. Hakuna kitu ambacho hajui, anajua kila kitu. Na mama alikuwa amesikia ushuhuda wa Yesu, akasema nitaenda pale. Akasema sheria zinanizuia, maadili yamenizuia kwenda pale. Kuna pingamizi nyingi, lakini nitaenda, lakini nitaenda. Amua jioni ya leo, liwe liwalo, lazima nikutane na Bwana Yesu. Lazima abadilishe hali yangu, lazima aniponye, lazima milango yangu ifunguke, lazima nifunguliwe. Waliosema sitaenda mbali, nitaenda mbali kwa jina la Yesu Kristo. Nitaenda mbali kupita mahali wazazi wangu walifika. Huo ndio mpango wa Mungu, upite mahali wazazi wako walipita, na pia ufike kwa wakati. Hakuna delay, hakuna kucheleweshwa. Jioni ya leo tunakataa kucheleweshwa kwa jina la Yesu Kristo. Muujiza wako hautachelewa, uponyaji wako hautachelewa, milango yako haitachelewa kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Na Paulo akasema milango imefunguka, milango imefunguka kwa
Jioni ya leo tunatangaza kwa jina la Yesu, kila adui ambaye amesimama kwa malango yako, kila adui ambaye amesimama kwa mlango wako wa baraka, kwa mlango wako wa kuinuliwa, kwa mlango wako wa kupona, kama vile Mungu anavyoishi, tunawaondoa kwa milango katika jina la Yesu, na tutapita tukiwa na jemedari wa vita ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Sema haleluya. Hatuzuiliki. Tunaye Yesu, tunaye Bwana wa majeshi, tunaye